Msichoke kutenda mema. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 3 ya Kwaresma, mwaka wa kanisa, mwaka A. Masomo ya leo yanatukumbusha kuwa Mungu hutujia na kutusaidia katika wakati wa uhitaji na mahangaiko yetu. Anamaliza kabisa kiu yetu ya kimwili na kiroho kwa kutupatia maji ya uzima wa milele, yaani neema yake ya umilele. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 3 hadi wa 7. Tusikilize somo. Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnung'unikia Musa wakasema, "Mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu?" Musa akamlilia Bwana akisema, "Niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo nao watanipiga kwa mawe." Bwana akamwambia Musa, "Pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali na maji yatatoka, watu wapate kunywa." Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli, akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, "Je, Bwana yu kati yetu au sivyo?" Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2 na mstari wa 5 hadi wa 8. Tusikilize somo. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni la Injili ya Yohane sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 42. Tusikilize somo. Yesu alifika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe," kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria?" Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe,
ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masia aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Hamsemi ninyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Mimi naliwatuma myavune yale msiyoyataabikia. Wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu yao. Na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke, aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda.
Basi wale wa Samaria walipomwendea, walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tumesikia habari ya Waisraeli walivyomlalamikia Musa jangwani baada ya kushambuliwa na kiu kikali. Kutokana na changamoto hiyo, wanafikia hatua hata ya kutoamini kama Mungu bado yupo nao. Aidha, katika hali hiyo, Waisraeli wanakumbushwa juu ya utegemezi wao na uhitaji wa msaada wa Mungu katika maisha yao yote. Katika somo la pili, Paulo anatuthibitishia kuwa imani inatupatia amani kati yetu na Mungu. Paulo anaendelea kusema kuwa hii imani haijengwi kwa nguvu za kibinadamu, bali kwa upendo wa ajabu wa Mungu kwetu sisi, upendo unaodhihirishwa kupitia mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetufia wakati tulipokuwa na dhambi. Hili linatukumbusha kuwa daima hatuko wenyewe katika mahangaiko yetu, bali tupo na Mungu, na kwamba neema yake, yaani neema ya Mungu, ina nguvu sana zaidi ya udhaifu, hofu na mashaka yetu. Katika somo la Injili, Yesu anakutana na mwanamke Msamaria kisimani. Yesu anampatia wito wa kunywa maji yanayozima kiu kwa umilele yote. Maji haya ambayo Yesu atampa ni maji yatakayompatia uzima wa milele pia. Haya maji ya uzima ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anamuita huyu mama kuyanywa, yanaashiria neema ambayo Yesu anaitoa bure, anaitoa kama zawadi inayoleta uzima wa milele na kukidhi mahangaiko ya wale wanaomwamini. Tunaposafiri katika kipindi hichi cha Kwaresma, tunaitwa kutambua kiu tulicho nacho, hasa kiu cha kiroho, na kumwomba Bwana wetu Yesu Kristo atujalie neema yake inayomaliza kabisa kiu chetu. Hivyo katika Dominika ya leo tunajifunza mambo mawili yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuwa tunaalikwa kutambua kiu ya kweli katika maisha yetu. Katika mahangaiko ya maisha yetu, mara nyingi tunaweza kufikiri kwamba kiu yetu ya kweli ni ya mali, umaarufu, vyeo au madaraka. Katika Injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba kiu yetu ya kweli inapaswa kuwa ni ile hamu ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Jambo la pili tunalojifunza ni kwamba Mungu pekee ndiye tiba ya kiu cha mahangaiko yetu. Katika mahangaiko na changamoto zetu zote, tunaalikwa kumtambua Kristo kama tiba ya kweli katika hayo yote. Tumemsikia Kristo katika somo la Injili akiahidi kutoa maji yanayokata kiu kwa umilele wote. Nasi tumkaribie Yesu katika shida na changamoto zetu za maisha ya kila siku, naye atatusaidia katika mahangaiko hayo. Ndugu zangu, katika kipindi hichi cha Kwaresma, tumwombe Mungu atujalie neema zake za kutambua kwamba kiu yetu halisi sio kiu ya vitu, bali kiu ya Mungu. Daima tufanye bidii kumtafuta yeye ili tuweze kutulizwa katika mahangaiko yetu. Tafakari na Padri Faustin Herman Emil, CSSP, kutoka Nyakitonto, utume nikifanya Nyarugusu, wilaya ya Kasulu, Kigoma, Tanzania. Msichoke kutenda mema.